Popote ulipo unaweza ukapaza sauti yako sasa, mtu wa Mungu, muadhimishe Bwana kwa maneno yako. Popote ulipo unaposikiliza audio hii, unaposikiliza maombi haya, nenda mbele za Bwana sasa, mtukuze Mungu wako wa mbinguni. Maana maandiko yanasema katika ile Zaburi ya 145 mstari wa 3 mpaka wa 4 ya kwamba Bwana ndiye Mungu mkuu mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hauchunguziki. Kizazi kwa kizazi kitayasifu matendo yako, kitayatangaza matendo yako makuu. Nenda mbele za Bwana, mtu wa Mungu, omba katika jina la Yesu. Muadhimishe Bwana, mtukuze Baba yako wa mbinguni. Yeye ni Mungu ambaye anaweza. Yeye ni Bwana ambaye ametamalaki. Mataifa wanatetemeka mbele zake. Ameketi juu ya makerubi, nchi inatikisika. Bwana ni mkuu katika Sayuni, naye ametukuka juu ya mataifa yote. Nenda mbele za Bwana, mteule wa Bwana, msifu Mungu wako wa mbinguni. Bwana ndiye mtakatifu, mfalme mkuu, anayependa hukumu kwa haki. Ameimarisha haki, amefanya hukumu na haki katika Israeli. Mtukuze Bwana Mungu wetu, msujudu mbele zake, sujudu penye kiti cha miguu yake, maana yeye ndiye mtakatifu. Nenda mbele za Bwana sasa, muadhimishe kwa maneno yako. Usijizuie, mteule wa Bwana, mwambie Baba, ninakutukuza. Muadhimishe Bwana, maana ukuu ni wake, uweza ni wake, utukufu ni wake, ushindi ni wake na enzi. Maana vitu vyote vilivyomo mbinguni na duniani ni vyake, ufalme ni wake. Bwana, tunakutukuza, maana wewe mkuu, juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima utoka kwako, maana wewe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, na tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Muadhimishe Bwana, mteule wa Bwana, muadhimishe Baba yako wa mbinguni. Mwambie Yesu, wewe unastahili. Mwambie Baba, wewe unastahili. Kwa dakika chache, mtu wa Mungu, omba, nenda mbele za Baba yako wa mbinguni. Muadhimishe kwa maneno mazuri. Mwambie Yesu, wewe mzuri. Mwambie Yesu, wewe unaweza. Mwambie Yesu, wewe unatosha. Mwambie Yesu, wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Paza sauti yako, mtu wa Mungu. Paza sauti yako, mtu wa Mungu. Omba katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa, peleka shukrani zako. Mwambie Baba, asante. Maandiko yanasema katika ile Zaburi ya 100 mstari wa 4 mpaka wa 5 ya kwamba ingieni malangoni mwake kwa shukrani, nywani mwake kwa kusifu. Maandiko yanaendelea kusema ya kwamba mshukuruni, limidini jina lake, maana Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake katika vizazi vyote. Nenda mbele za Bwana sasa. Unapoingia katika maombi haya, anza kwa kutoa shukrani. Toa ibada yako ya shukrani mbele za Bwana. Mungu amekuwa mwema sana kwako. Amekulinda na mabaya, amekulinda na tauni, amekulinda na ajali, amekulinda na magonjwa. Paza sauti yako sasa, mshukuru Bwana. Maandiko yanasema katika Zaburi ya 106 ule mstari wa 1 ya kwamba haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru Bwana, mtu wa Mungu. Mwambie Yesu, ninakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Mwambie Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya wema wake kwenye maisha yako. Jaribu kufikiria, mtu wa Mungu, Bwana amekupigania kiasi gani, amekutetea kiasi gani, amekuvusha kiasi gani. Ni wakati sasa wa kupeleka shukrani mbele zake. Mwambie Baba, ninakushukuru. Yawezekana hujamshukuru bado vya kutosha. Mwambie Yesu asante. Sema tu neno asante mbele za Baba yako. Mwambie Baba, ninakushukuru. Mwambie Yesu, ninakushukuru. Haijalishi hali unayopitia wakati huu, haijalishi uhalisia wa changamoto ulizo nazo, haijalishi uhalisia unayopitia wakati huu. Mwambie tu Baba asante. Unaposhukuru kuna vitu vinafunguka. Unaposhukuru kuna Mungu anakupatia. Mteule wa Bwana, nenda mbele zake. Mwambie Baba asante. Ukijisikia kunena kwa lugha, anza kunena kwa lugha. Just speaking tongues. Ukisikia lugha inakuja, usijizuie, maana ni Roho Mtakatifu anakusaidia kuomba. Rasuva katele labaya, rasa kataya na mando, zeve kasaya katele, rata yuna maseke, rada basuva kataya, leko saya katele. Mteule wa Bwana, mshukuru Baba yako. Mwambie Baba, ninakushukuru. Muadhimishe Bwana kwa maneno yako. Radeka saya kato, reko saya kata, leko saya kate, rebo sakata yana manta, jeko sata la dabakoria, zeketele kataya. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakutukuza. Bwana, tunakuinua, maana wewe ni Mungu mkuu. Umejivika uweza na mamlaka, umejivika uweza na mamlaka. Matendo yako yanatisha kama nini. Tunakuadhimisha Baba wa mbinguni, maana wewe ni Mungu mkuu. Wewe ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Wewe ndio kimbilio letu, Baba wa mianga. Wewe ndio tumaini letu, Baba utukufu. Wewe ndio kimbilio letu, Yesu Kristo. Parasa katole bosaya, reko sakata ya raba, zeko sakata ya raba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakutukuza in the mighty name of Jesus. Amen. Haleluya, mtu wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Ninapenda kukaribisha sana katika mfululizo wa maombi ambayo tutakuwa nayo. Mungu wa mbinguni amekuwa mwema sana. Tunamtukuza, tunamuinua kwa ajili ya uaminifu wake. Anazidi kuchukuliana na sisi siku kwa siku. Mungu amekuwa mwema sana, ametutetea, ametulinda. Anaendelea kuonekana kwenye kila eneo la maisha yetu. Na Mungu ametupa somo zuri ambalo tutakuwa nalo na ambalo litatusukuma katika maombi. Somo linaenda na kichwa kinachosema seasonal shift, ama mgeuko wa kimajira. Seasonal shift ama mgeuko wa kimajira. Ni somo ambalo nalihitaji mtu wa Mungu ulifahamu, nikuguse moyo wako, maana Bwana amekusudia kuleta mabadiliko kwenye maisha yako. Maana Bwana amekusudia kuleta mageuzi kwenye majira yako. Masomo yanapopita kama haya ni ishara ya kwamba Mungu kuna kitu anafanya kwenye maisha yako. Ni ishara ya kwamba Mungu kuna namna anatembea kwenye maisha yako. Inawezekana umekuwa ukijiuliza kwa muda mrefu, Mungu atakuona lini? Mungu atatembea lini kwenye maisha yako? Lakini mpaka imefika hatua unasikiliza ujumbe huu, mpaka imefika hatua unasikiliza maombi haya, ni ishara ya kwamba Bwana anaingilia kati maisha yako. Ni ishara ya kwamba Bwana anaenda kutangaza msimu mpya kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, natamani uwe na hiyo imani. Maana pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Unapaswa kuamini katika moyo wako ya kwamba siku ya leo, ya kwamba maombi haya yatakwenda kubadilisha kitu kwenye maisha yako. Yawezekana umekuwa ukisumbuka kwa muda mrefu kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la familia, kwenye eneo la ndoa yako, kwenye eneo la mahusiano, kwenye eneo la elimu, kwenye eneo la masomo, huduma, kiroho. Umekuwa ukihangaika kwa muda mrefu. Bwana ameleta ujumbe huu kwako. Bwana ameleta ujumbe huu kwako ili akupe mgeuko wa kimajira. Mtu wa Mungu, Bwana anakupenda sana. Anakuwazia mawazo yaliyo mema. Ndio maana ameruhusu kukutana na ujumbe huu siku ya leo. Basi bila kupoteza muda, tutakuwa tuna mtiririko wa somo kwa ufupi, Roho wa Mungu atakavyotuongoza, halafu tutaingia katika maombi. Kama somo letu linavyosema ya kwamba mgeuko wa kimajira. Kabla tujafika katika eneo la mgeuko wa kimajira, tuanze kwanza kwa habari ya majira. Tunaposema majira ni kitu gani? Kuna uhusiano gani uliopo kati ya majira na maisha yako ama hatima yako? Kimsingi maisha au hatima ya mwanadamu imefungwa kwenye kitu kinachoitwa majira. Imefungwa kwenye kitu kinachoitwa majira. Majira ni vipindi tofauti tofauti ambavyo vinapatikana ndani ya wakati ulioamliwa wa maisha yako hapa duniani. Ni kweli, kila mtu unayemwona hapa duniani anao wakati ulioamliwa kwenye maisha yake. Anao wakati ambao Mungu ameuweka kwenye maisha yake. Sasa ndani ya huo wakati ambao Mungu ameuweka kwenye maisha yako, kuna vipindi tofauti tofauti ambavyo huwa vinatokea, ndio vinaitwa majira. Kwa kimsingi majira ni vipindi mbalimbali ambavyo utakutana navyo katika safari ya maisha yako. Na ni vizuri kufahamu, mteule wa Bwana, ya kwamba tunaposema majira na wakati ni vitu ambavyo vimewekwa na Mungu mwenyewe. Mungu ndiye muasisi wa majira na nyakati. Japokuwa yeye afungwi na majira na nyakati, lakini yeye ndiye ambaye ameweka majira na nyakati kwenye maisha yetu. Maandiko yanasema kwamba majira na nyakati zimo mikononi mwake. Kwa mtu wa Mungu, ninatamani uanze kufahamu hilo, ya kwamba kuna uhusiano mkubwa sana wa majira na hatima yako, na majira na maisha yako. Kuna uhusiano mkubwa sana. Unaposhindwa kufahamu uhusiano wa hivyo vitu viwili, utajikuta ya kwamba maisha yako yamekwama, hatima yako unashindwa kuifikiria kwa sababu ya kutokujua majira. Na kimsingi ukifungua kitabu kile cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22, maandiko matakatifu yanasema, muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa joto, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Lakini pia ukifungua Zaburi ile 139 mstari wa 16, maandiko yanasema, macho yako yaliniona kabla sijakamilika, kitabuni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamliwa kabla hazijawa bado. Kwa maandiko haya yanajaribu kutuonyesha kwamba linapokuja swala la majira, linapokuja swala la nyakati, yote hayo yamewekwa na Mungu mwenyewe. Kila mwanadamu anazo siku ambazo ameandikiwa hapa duniani kuishi. Kila mwanadamu anayo majira ambayo Mungu amemwandalia kuishi hapa duniani. Anayo majira ambayo Mungu amemwandalia kupita hapa duniani. Na ni vizuri ukafahamu ya kwamba majira yanatofautiana. Majira yangu ni tofauti na majira yako. Yawezekana wakati huu mimi nikawa ninalia, wewe ukawa unacheka.
lakini kuna wakati utafika mimi ninacheka, wewe kwa unalia. Kwa hiyo majira yanatofautiana kulingana na makusudi na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Na jambo jingine mtu wa Mungu ninatamani ufahamu ni kwamba majira huwa na kawaida ya kubadilika kwenye maisha yako. Majira huwa na kawaida ya kubadilika. Kama tulivyosoma andiko la Mwanzo sura 8 mstari 22 ya kwamba muda nchi idumupo majira yatabadilika. Kutakuwepo na majira ya kupanda, kutakuwepo na majira ya kuvuna, kutakuwepo na wakati wa baridi, kutakuwepo na wakati wa joto, kutakuwepo wakati wa kaskazi pamoja na wakati wa kusi. Mchana na usiku havitakoma. Kwa hiyo Mungu aliweka hiyo amri katika ulimwengu wa kiroho ya kwamba majira yataendelea kubadilika kwenye maisha yetu. Ndio kitu ambacho ninakisema mtu wa Mungu, ya kwamba majira kubadilika kwenye maisha yako. Hili ni jambo jema, ni jambo la habari njema, kwa maana yawezekana wakati huu unapitia majira ambayo sio rafiki sana. Yawezekana wakati huu unapitia majira magumu, lakini mtu wa Mungu nimekuja kukutia moyo ya kwamba majira hubadilika. Majira ni kitu cha kitambo. Majira ni kitu cha mpito, sio kitu cha muda mrefu, sio kitu cha umilele. Kwa hiyo yawezekana unapitia katika wakati mgumu sahihi. Mtu wa Mungu ninatamani ufahamu ya kwamba majira yanabadilika. Na Mungu amekusudia kupitia maombi haya, kupitia mfululizo huu, kwenda kubadilisha majira yako, kwenda kuleta mgeuko mpya kwa habari ya majira yako. Mtu wa Mungu ungesema amina kubwa katika hilo, maana Bwana amekuona, maana Bwana amekupendelea. Thank you Jesus, my God. Ukiendelea kwa habari ya majira, natamani tukatafakari kwa habari ya jambo moja, nafasi ya majira kwenye maisha yako. Natamani tuongelee mambo machache hapo. Nafasi ya majira kwenye maisha yako. Jambo la kwanza ambalo natamani ufahamu mtu wa Mungu, ya kwamba majira kama nilivyosema yamewekwa kusudi na Mungu kuthibitisha ahadi zake kwenye maisha yako. Majira yamewekwa kuthibitisha ahadi za Bwana juu ya maisha yako. Kwa hiyo ahadi za Bwana zote ambazo unazijua amesema kwenye neno lake zimefungwa kwenye kitu kinachoitwa majira. Majira yamewekwa ili kuthibitisha ahadi zake kwenye maisha yako. Yawezekana umekuwa ukijiuliza kuna kitu Mungu amekuahidia kwenye maisha yako, unaona kama vile kimechelewa kuonekana. Mtu wa Mungu, ni swala la majira. Maana ndani ya majira kuna utimilifu, kuna uthibitisho wa ahadi za Bwana. Kuna majira yanakuja kwenye maisha yako ambapo utaona ahadi za Bwana zikitimia juu ya maisha yako. Ndio maana ukifungua kitabu kile cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 3, maandiko yanasema kwamba maana njozi hii bado ni kwa wakati wake ulioamriwa, inafanya haraka ile kuufikia mwisho wake. Maandiko yanasema kwamba njozi ambayo Mungu alimwambia Habakuki ilikuwa bado, maana wakati ama majira yalikuwa bado hayajafika. Kwa mtu wa Mungu, kuna vitu vingi Mungu ameahidi kwenye maisha yako. Kuna njozi nyingi Mungu amezisema kwa habari ya maisha yako, lakini ni vyema ukatambua kwamba majira yamewekwa kwa kusudi ya kuthibitisha hizo ahadi za Bwana. Leo unaweza usizione ukaona kama ukahisi kukata tamaa, lakini mtu wa Mungu, ni vyema ukatambua kwamba majira yatakapofika sahihi, wakati wa Bwana utakapofika sahihi, hizo ahadi alizozisema kwenye maisha yako zitakwenda kutimizwa. Lakini pia majira, jambo la pili natamani ufahamu, majira yamewekwa kusudi kuthibitisha mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Ukifungua kitabu kile cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1, maandiko matakatifu ya Mungu yanasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo majira pia yamebeba kitu kinachoitwa mapenzi ya Mungu ama makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. Maandiko yanasema kwamba kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo yapo mapenzi ya Mungu, yapo makusudi ya Mungu ambayo yatathibitika kwenye maisha yako katika majira fulani. Yako mawazo ya Mungu ambayo yanakuwazia yatathibitika kwenye maisha yako yatakapofika majira fulani. Ndio maana mtu wa Mungu, ni muhimu ukaendelea kumsihi Bwana ayageuze majira yako, kwa maana majira yanapogeuka huja na mapenzi mapya ya Mungu kwenye maisha yako, huja na makusudi mapya ya Mungu kwenye maisha yako. Lakini jambo la tatu ambalo natamani ufahamu mtu wa Mungu ni kwamba majira ni darasa la kukufundisha uaminifu na wema wa Mungu kwenye maisha yako. Majira ni darasa la kukufundisha uaminifu na wema wa Mungu kwenye maisha yako. Hakuna mwalimu mzuri kwenye maisha kama kitu kinachoita majira. Majira ndiye ambaye atakufundisha wema wa Mungu, ndiye ambaye atakufundisha uaminifu wa Mungu. Ninasema nini? Ukifungua kitabu kile cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 12, maandiko yanasema ya kwamba najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote
na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Haya ni maneno ya mtu wa Mungu Paulo. Anasema kwamba katika hali zote ama katika majira yote amejifunza kushiba na kuona njaa, amejifunza kudhiliwa na kufanikiwa, amejifunza kuwa na vingi na kupungukiwa. Ni kitu gani mtu wa Mungu natamani ufahamu? Ya kwamba majira ni darasa ambalo Mungu ulitumia kukujenga, kukuimarisha ili uwe mtu mkamilifu ambaye hajapungukiwa na neno lolote. Ndio maana ni muhimu kuhakikisha kwamba unapita majira ambayo Mungu amekuwekea kwenye maisha yako. Kuna watu ambao waga wanajikuta wanavuka majira ama wanashindwa kupita kwenye majira ya Bwana. Kushindwa kupita kwenye majira ya Bwana ni kwa lugha nyingine ni kujizuia ile darasa ama kujizuia ile elimu ambayo Mungu huwa anawafundisha watu wake. Watu wote ambao walipita kwenye majira, kwa sababu unaweza ukajikuta wakati mwingine umepita katika majira ya shida, umejikuta umepita katika majira ya taabu. Haya yote ni sehemu ya kukujenga. Haya yote ni darasa la kukuimarisha katika safari yako ya imani. Ndio maana Paulo kuna nyakati alipitia za shida. Paulo kuna nyakati alipitia za kudhiliwa. Kuna nyakati alipita za kuona njaa. Lakini pia kuna majira alifika aliona kushiba. Kuna majira alifika aliona mafanikio. Kuna majira alifika aliona utele na uwingi kwenye maisha yake. Kwa hiyo majira yanavyobadilika ni kwa lengo la kutufundisha na kutuimarisha kama watu wa Mungu. Kwa mtu wa Mungu, usikate tamaa. Yawezekana wakati huu unapitia majira ya taabu. Yawezekana wakati huu unapitia majira ya shida. Yawezekana kuna magonjwa na kuandama. Yawezekana kuna msiba fulani unaendelea kwenye maisha yako. Yawezekana kuna taabu fulani ngumu kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, natamani utambue kwamba hayo majira ni darasa ambalo Mungu amelileta kwa ajili ya kukujenga. Haleluya mtu wa Bwana, haleluya mtu wa Mungu. Tunaendelea mbele na somo letu hili. Natamani tuangalie kwa bali ya eneo zima la mgeuko wa kimajira ambapo ndo kiini cha somo letu. Yes. Kimsingi tunavyosema mgeuko ni mabadiliko ama hali ya kubadili jambo fulani kuelekea mwelekeo mwingine. Kwa ninaposema mgeuko, natamani ufahamu ya kwamba ni ile hali ya mabadiliko. Ni ile hali ya kubadili jambo fulani kuelekea mwelekeo mwingine. Na kama nilivyotangulia kusema hapo juu ya kwamba majira yanabadilika. Na kama yanabadilika inamaanisha kwamba yana uwezo wa kugeuzwa. Na anayegeuza majira kwenye maisha yako sio mtu mwingine bali ni Mungu peke yake. Mungu ndiye ambaye ana mamlaka kamili ya kugeuza majira kwenye maisha yako. Hakuna mtu ambaye anaweza kubadilisha majira ya maisha yako. Hakuna mwanadamu anayeweza kubadilisha majira ya maisha yako. Hata wewe mwenyewe hauwezi kubadilisha majira ya maisha yako. Ni Mungu pekee ndiye ambaye ana mamlaka haya. Ni Mungu pekee ndiye ambaye ana nafasi ya kubadilisha majira na nyakati kwenye maisha ya watu. Ukifungua kitabu kile cha Danieli sura ya 2 mstari wa 21, maandiko matakatifu ya Mungu yanasema, yeye hubadili majira na nyakati. Yeye hubadili majira na nyakati, ama kwa lugha nyingine, yeye hugeuza majira na nyakati. Anaendelea nasema, hutengua na kuteua wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Mtu wa Mungu, ninatamani utambue ya kwamba Bwana ndiye mwenye mamlaka ya kubadilisha majira kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo kama unatamani uone mabadiliko, kama unatamani uone mageuzi kwenye majira yako, ni lazima uende mbele za Bwana. Ni lazima ujifunze uende mbele za Bwana kuomba ya kwamba Bwana ageuze majira yako. Yawezekana umechoka na hiyo hali. Yawezekana umechoka na hayo mazingira. Mtu wa Mungu, usikimbilie wanadamu. Wanadamu hawawezi kugeuza majira yako. Pesa haziwezi kugeuza majira yako. Ushawishi ulio nao hauwezi kugeuza majira yako. Watu ulio nao hawawezi kugeuza majira yako. Bali ni Mungu wa mbingu, Baba wa utukufu, Baba wa mianga, ambaye anaitwa ni mzee wa siku, ndiye anaye uwezo wa kubadilisha majira na nyakati kwenye maisha yako. Ukitambua hili, si mtu wa Mungu, hautahangaika kufuata wanadamu. Hautahangaika kuwakimbilia wanadamu kubadilisha hali yako, bali utamkimbilia Baba yako wa mbinguni. Bali utamkimbilia Mungu wa miungu, maana yeye ndiye mwenye mamlaka kamili. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kubadilisha majira na nyakati za wanadamu. Yes. Na iko mifano mingi katika maandiko matakatifu ambayo inatuonyesha jinsi gani ambavyo Mungu aligeuza maisha ya watu. Mungu aligeuza majira ya watu. Kwa mfano, tukianza maisha ya mtu wa Mungu anaitwa Yusufu.
Ukifungua kitabu kile cha Mwanzo sura 41 ule mstari wa 14, ukiendelea mstari wa 41 mpaka 43, tunapata kuona habari za huyu mtu wa Mungu ya kwamba Mungu aligeuza majira yake. Huyu mtu wa Mungu tunafahamu habari zake ya kwamba alikuwa katika majira ya gereza, lakini Bwana aligeuza majira yake, na ghafla kwa siku moja alibadilika na kuwa waziri mkuu, akapata kibali mbele ya Farao. Maandiko yanasema kwamba Farao akamvika mavazi ya kifalme, akavua pete yake. Hii inatupa tafakari gani? Ya kwamba Mungu alibadilisha majira ya Yusufu. Kwa usiku mmoja Yusufu alitoka gerezani na kujikuta ni waziri mkuu. Hii inatuonyesha ni jinsi gani uwezo wa Mungu tunayemwabudu katika kubadilisha majira ya watu. Lakini sio Yusufu peke yake, yuko mtu wa Mungu mwingine anaitwa Hana. Ukifungua Samueli wa kwanza ile sura ya kwanza ule mstari wa 2, ukaruka mpaka mstari 20, tunapata habari za huyu mtu wa Mungu Hana, ambaye alikuwa ana shida ya utasa, alikuwa na shida ya ugumba. Alitamani kupata watoto lakini hakufanikiwa. Lakini maandiko yanatuonyesha kwamba Bwana aligeuza majira ya Hana alipojinyenyekeza mbele za Bwana, alipomimina moyo wake mbele za Bwana. Maandiko yanatuambia kwamba Bwana alimkumbuka Hana, akafungua tumbo lake na akapata watoto. Akampata Samueli, lakini maandiko yanasema kwamba akapata na watoto wengine. Ni kitu gani ambacho natamani kutazamisha mtu wa Mungu? Ya kwamba Mungu aligeuza majira. Hana alikuwa katika majira ya utasa, lakini Mungu kwa sababu ni Mungu anayebadili majira na nyakati, aliweza kubadili majira ya utasa katika maisha ya Hana na akaleta majira ya uzao, majira ya uzazi katika maisha yake. Yuko mtu wa Mungu mwingine anaitwa Ayubu. Ayubu tunafahamu habari zake. Kufunga kitabu cha Ayubu ile sura ya 42 mstari ule wa 10. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu aligeuza uteka wa Ayubu. Inatuonyesha kwamba Mungu aligeuza majira ya Ayubu. Ayubu alikuwa anapitia wakati mgumu. Maandiko yanasema kwamba alitokwa na majipu katika mwili wake wote. Maisha yake yalikuwa yamevurugika. Magonjwa yalimwandaa, msiba ulimwandaa. Alipoteza watoto, alipoteza mifugo, alipoteza mali, alipoteza watumwa. Lakini maandiko yanatuambia kwamba kuna wakati ulifika, kuna majira yalifika, Mungu aligeuza uteka wa Ayubu. Inatuonyesha kwamba Mungu ana uwezo wa kugeuza maisha ya watu. Mungu ana uwezo pia kugeuza ugonjwa ulio nao. Mungu ana uwezo kugeuza uteka ulio nao. Inawezekana kuna magonjwa na kusumbua wakati huu. Mteule wa Bwana atamani ufahamu kama Mungu alivyogeuza uteka wa Ayubu, ana uwezo wa kugeuza maisha yako. Ana uwezo kugeuza magonjwa yako. Ana uwezo kugeuza hiyo ripoti ya madaktari. Mtu wa Mungu, ninatamani upokee hiyo imani ndani ya moyo wako. Natamani upokee hiyo imani ndani ya maisha yako. Oh Jesus. My God. Kuna mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Ukifunga kitabu kile cha Luka ile sura ya 8, kwanza ule mstari wa 43 mpaka 48, maandiko yanatuambia kwamba kuna mwanamke ambaye alisumbuka kwa madaktari. Alitoa fedha alizo nazo, alitumia mali zote alizo nazo kwa ajili ya matibabu, lakini hakupata matokeo. Kwa muda wa miaka 12 huyu mwanamke aliteseka na damu, aliteseka na kutokwa na damu. Lakini maandiko yanatuambia kwamba alipokutana na huyu Yesu, aligeuza uteka wake wa ugonjwa, akapata uzima. Maandiko yanasema kwamba damu yake ilikoma mara ile ile. Inatuonyesha kwamba Mungu anapogeuza majira yako, huyageuza instantly, huyageuza suddenly kwenye maisha yako. Wakati ambao utegemei, kwa dakika moja Mungu anaweza kageuza maisha yako. Kwa usiku mmoja Mungu anaweza kageuza historia yako. Kwa usiku mmoja Mungu anaweza kageuza msiba ulio nao, kama alivyoweza kugeuza msiba wa mama huyu, mwanamke huyu. Hivyo pia anaweza kugeuza kwenye maisha yako. Lakini yuko mtu wa Mungu mwingine anaitwa Daudi. Maandiko yanatuambia kwamba Daudi, kifungu cha Samueli wa pili ile sura 7 mstari 18, inafika wakati Daudi anashangaa jinsi gani Mungu amemtendea wema. Kwa nini? Kwa sababu Daudi alikuwa ni mchunga kondoo, lakini Mungu alibadilisha majira yake na kampa ufalme wa Israeli. Hii inatuonyesha kwamba Mungu hashindwi kubadilisha majira ya mwanadamu. Mungu hashindwi kubadilisha majira yako. Kama alibadilisha majira ya Daudi, ambaye maandiko yanatuambia kwamba alikuwa ni kijana tu ambaye ni mchunga kondoo, lakini Mungu akageuza majira yake. Daudi mara ghafla akajikuta katika ikulu, mara Daudi akajikuta katika ufalme, mara Daudi akajikuta katika kiti cha kifalme. Mteule wa Bwana, ninakutamkia katika jina la Yesu
Bwana akayageuze majira yako. Wewe ambaye wakati huu yawezekana unapitia katika hali duni, yawezekana wakati huu unapitia katika hali ngumu, Bwana akayageuze majira yako katika jina la Yesu Kristo. Yes. Waebrania sura 13 mstari 8 inasema ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Kwa kama alitenda kwa watu hawa wa Mungu katika maandiko yake matakatifu, vivyo pia anaweza katenda na leo. Kama alitenda kwao, anaweza katenda na leo pia kwenye maisha yako. Usimwekee mipaka Bwana. Usimwekee mipaka Yehova. Usimwekee mipaka Yesu. Usimwekee mipaka Mungu wa miungu. Maana yeye ni Mungu anayeweza. Maandiko yanasema kwamba hakuna gumu mbele zake. Ni neno gani lililo gumu mbele zake? Hakuna. Kwa mtu wa Mungu ninatamani ujimimine mbele za Bwana. Uweke imani yako kwa huyu Mungu tena. Uamini ya kwamba anao uwezo kugeuza hiyo hali ulio nayo. Uamini ya kwamba anao uwezo kubadilisha majira ulio nayo. Uamini ya kwamba anao uwezo kukupa hatua, anaweza kukupa ongezeko, anaweza kukupa kiwango chengine kwenye maisha yako. Sasa kuna eneo la mwisho ambalo natamani tukatafakari kabla tujaingia kwenye maombi. Viashiria vya kinabii ambavyo vinaonyesha kwamba Bwana anakwenda kuyageuza majira yako. Viko viashiria vingi ambavyo Mungu huwa vinaonekana katika mtu ambaye anakwenda kubadilisha maisha yake, anakwenda kubadilisha majira yake. Sasa nimekuandalia vitu kama vitano, viashiria kama vitano, 5 prophetic signs ambazo zinaonyesha kwamba kuna majira yanakwenda kugeuka kwenye maisha yako. Kuna mgeuko wa kimajira kwenye maisha yako. Kiashiria namba moja ni uwepo wa vita vya kiroho. Ukifungua kitabu kile cha Luka sura ya 4 mstari wa 12 au 13, maandiko yanasema, Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Ukianzia mstari wa kwanza, maandiko yanatuonyesha kwamba Yesu kabla hajaanza majira mapya ya huduma yake, majira mapya ya kufia ulimwengu, maandiko yanatuambia kwamba Ibilisi alikwenda kumjaribu. Wakati yupo kule jangwani, Ibilisi alikwenda kumjaribu. Na hii inatuonyesha kwamba kila wakati ambapo tunakaribia kuyaingia majira yetu mapya, ndipo wakati ambao adui ataongeza mashambulizi ya kiroho. Na wengi huaga wanashindwa kuelewa hii siri. Mtu anapoona vita vinavyozidi kuwa vikali kwenye maisha yake, huwa anavunjika moyo. Anahisi kama Mungu amemwacha, anahisi kama Mungu hayupo pamoja naye. Lakini kumbe ni mbinu za adui, ni hila za adui kukuzuilia kuingia majira mapya. Mtu wa Mungu, ninatamani ufahamu ya kwamba hauwezi ukaingia majira mapya kwa amani. Majira mapya unaingia kwa vita. Ili Mungu ayageuze majira yako mapya, ni lazima vita ipigane. Ni lazima majaribu yaonekane. Ni lazima vishawishi vionekane. Hapa ndipo ambapo unapaswa kusimama, mtu wa Mungu. Hapa ndipo unapaswa kuongeza uimara wa imani yako ili uweze kushinda. Kama Yesu asingekuwa na imani, kama Yesu asingeweza kushinda majaribu ya adui, yawezekana asingeweza kuingia majira ya huduma yake. Mtu wa Mungu, ninakutia moyo. Vita ulio nayo ni matokeo ya kwamba kuna majira Bwana anakwenda kukuingiza. Unapaswa kushinda. Unapaswa kujitia moyo katika Bwana. Unapaswa kujitia moyo katika Jehova. Unapaswa kujitia moyo katika huyu Yesu ili uweze kuyaingia majira yako mapya. Usikate tamaa, mteule wa Bwana. Uwepo wa vita vya kiroho ni ishara ya kwamba Bwana anakaribia kukuingiza majira mapya. Hivyo usikate tamaa unapoona hali inazidi kuwa mbaya. Magonjwa yanazidi kuwa mabaya, ripoti ya madaktari inazidi kuwa mbaya, uchumi wako unazidi kudorora. Kazini kwako unafukuzwa. Hali uelewi, huduma inazidi kuwa nzito. Kila unachokifanya kifanikiwe. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna hatua ambayo Mungu anakaribu, kuna kiwango ambacho kipya Mungu anajaribu kukuingiza. Hivyo unapaswa kushinda, kusimama imara. Amen. Ninakuombea mtu wa Mungu, Bwana akupe hiyo neema ya kusimama imara. Yesu akupe huo uwezo wa kushinda vita vya kiroho vinavyoinuka kinyume na wewe. Jambo la pili, ishara ya pili ambayo unapaswa kuifahamu inayoonyesha kwamba Mungu anageuza majira yako, ni msukumo usio wa kawaida wa mambo ya kiroho. Utajikuta unaanza kupata msukumo wa vitu vya kiroho, mfano maombi. Unajikuta unaanza kupata msukumo usio kawaida kufanya maombi. Unajikuta unapata msukumo wa kuamka usiku kufanya maombi. Unajikuta Roho Mtakatifu anakuamsha nyakati za usiku wa manane. Anakupa msukumo wa kuingia kwenye mifungo.
anakupa msukumo wa kwenda maombi ya muda mrefu. Unajikuta uwezi kujizuia unapokuja swala la maombi. Unajikuta kuna shauku isiyo ya kawaida ya kuomba. Hiyo ni dalili ya kwamba kuna majira mapya yanakuja. Ukifungua kitabu kile cha Luka sura ya 4 ambayo tumetoka kuisoma, maandiko yanasema kwamba kwanza mstari wa kwanza, maandiko yanasema na Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho kwa muda wa siku 40 nyikani. Kabla Yesu hajaingia majira mapya, tunaona Roho Mtakatifu alimsukuma Yesu, alimuongoza kwenda nyikani kuomba na kufunga. Inatuonyesha nini? Kabla haujaingia majira mapya, Mungu anapofanya mchakato wa kugeuza majira yako, utajikuta anaanza kukupa msukumo. Roho Mtakatifu ataanza kukupa utungu wa kimaombi. Utajikuta wewe mtu ambaye ulikuwa huwezi kuomba muda mrefu, ambao ulikuwa una kiu ya kuomba, utajikuta unaanza kutamani kuomba. Unajikuta unaanza kutamani kuombea biashara yako. Unajikuta unaanza kutamani kuombea wokovu wako, kuombea huduma ulio nayo, kuombea ndoa yako, kuombea masomo, kuombea afya yako. Hiyo yote ni dalili ya kwamba kuna majira mapya ambayo Mungu anakuingiza. Lakini jambo jingine la kiroho ambalo utajikuta unapata msukumo nao ni eneo la utoaji. Ndio, utajikuta unaanza kupata msukumo wa kutoa, kumtolea Bwana kupita kawaida. Unajikuta Mungu anaanza kukusemesha kutoa zaidi ambavyo umezoea kutoa. Ukifunga kitabu kile cha Mwanzo sura ile 22 mstari wa 16 mpaka 17, hapa tunaona kwamba wakati Mungu kabla hajamuingiza Ibrahim katika majira yake mapya, alimpa jaribu ya kwamba amtolee mwanae wa pekee Isaka, amtolee mwanae wa pekee. Na tunaona kwamba baada ya Ibrahim kutii ile sauti, baada ya Ibrahim kufanya ile jitihada ya kutaka kumtoa Isaka, maandiko yanatuambia kwamba Bwana akauona moyo wa Ibrahim, na maandiko yanasema kwamba aliahidi kumbariki, aliahidi kumzidisha uzao wake kama nyota za mbinguni, kama mchanga ulioko pwani. Hii inatuonyesha kwamba wakati Mungu anajaribu kukuingiza majira mapya, ataanza kukuwekea hiyo hali ya utoaji. Utajikuta unatamani kutoa zaidi, na mara nyingi utajikuta unatamani kutoa kile kitu cha thamani, kile kitu ambacho kinaonekana ni bora kuliko vitu vingine kwenye maisha yako. Na mtu wa Mungu, hiyo hali inapokujia usijizuie. Ukisikia Bwana anakusemesha kwamba toa, fanya kitu fulani ambacho hujazoea kukifanya, toa sadaka fulani ambayo hujazoea kuitoa, fanya hivyo, maana hiyo ni njia ya Bwana kukuingiza katika majira yako mapya. Kama Ibrahim angekuwa mkaidi kutii ile sauti, yamkini asingeweza kuvuka majira mapya. Lakini eneo jingine ambalo linaashiria kwenye eneo la kiroho, msukumo wa kiroho ambao unaashiria kwamba kuna majira mapya yanaingia kwenye maisha yako, ni pale ambapo unaanza kujikuta unapandisha viwango vyako vya utakaso, ama maandiko nasema ni kwa Kiingereza inaitwa consecration. Kabla Mungu hajakuingiza katika majira mapya, kuna viwango fulani vya utakaso atahitaji uvifikie ili ukidhi vigezo vya kuhama majira. Ndio maana ukifunga Matendo ya Mitume ile sura ya 3 mstari wa 19, maandiko yanasema tubuni basi, mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwa Bwana. Nimekusomea ile andiko mteule wa Bwana ukuonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa sana baina ya utakaso pamoja na nyakati. Kabla nyakati au majira ya kuburudishwa hayajakufikia kwenye maisha yako, Mungu atakuhitaji sana ufikie viwango fulani vya utakaso. Mungu atahitaji sana ufikie viwango fulani vya utakatifu ili ziweze kuja nyakati mpya, ili aweze kuja majira mapya kuburudishwa kwenye maisha yako. Ndio maana mtu wa Mungu unapaswa kufahamu hii siri. Unapoendelea kungojea Bwana ayageuze majira yako, ni muhimu kuhakikisha kwamba unapandisha viwango vyako vya utakaso. Ni muhimu kuhakikisha kwamba unapandisha viwango vyako vya consecration. Ishara ya tatu ambayo inaonyesha ya kwamba Bwana anakwenda kubadilisha majira yako ni kuondoka kwa baadhi ya watu kwenye maisha yako. Hii ni ishara ambayo pia inaonyesha ya kwamba Mungu anakwenda kuingiza majira mapya. Unajikuta wale watu ambao uliwategemea, wale watu ambao ulikuwa umeshirikiana nao kwa muda mrefu, wanaanza kuondoka kwenye maisha yako. Ikitokea hiyo hali, mtu wa Mungu, usizimie moyo. Usione kama vile labda umefanya vibaya. Hiyo ni ishara kwamba Mungu anakuingiza majira mapya. Ndio maana ukifungua ile kitabu cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 14, maandiko yanasema kwamba Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu. Maandiko yanasema alipokwisha kutengana na Lutu ndipo Bwana akaanza kusema, ndipo Bwana akaanza kumuonyesha mambo anaanza kumuonyesha umiliki wa ile ardhi ya Kanaani. Anamuonyesha umiliki wa ile ardhi ambayo alimwaidia. Kwa mtu wa Mungu, natamani ufahamu ya kwamba watu wanapoondoka kwenye maisha yako, wakina Lutu wanapoondoka kwenye maisha yako, ni ishara ya kwamba Mungu anakuingiza katika majira mapya.
Ndio maana mtu wa Mungu unapaswa kufahamu kuna kina Lutu ambao unapaswa kuachana nao. Kuna watu unapaswa kuachana nao ili uweze kuingia majira yako mapya. Kuna watu unapaswa kuachana nao ili uweze kuingia msimu mpya wa maisha yako, ili mgeuko wa kimajira uwe halisi kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, ni nani ambaye unaambatana naye anayekuzuia kuingia majira yako mapya? Omba katika jina la Yesu, Bwana akawaondoe wakina Lutu, Bwana akawaweke mbali wakina Lutu, ili aanze kuyageuza majira yako, ili aanze kukuingiza katika msimu mpya. Ishara ya 4 ambayo inaonyesha kwamba Bwana anakwenda kuyageuza majira yako, kuna kitu kinaitwa confirmation signs, ama ishara za uthibitisho. Utaanza kujikuta Bwana anathibitisha mgeuko wa majira yako katika ndoto. Utaanza kupata maono, unaanza kupata ndoto ya kwanza kuona kuna kiwango kipya umepanda, kuna majira mapya umeingia. Bwana ataanza kuachilia ndoto, lakini utaanza kujikuta kwamba kuna ishara fulani Mungu anakupatia, lakini utaanza kujikuta kwamba Bwana anathibitisha ama anaconfirm majira yako kubadilika kupitia watumishi wake. Kama ninavyosema hivi, unajikuta kuna mahubiri unakutana nayo, kuna mahubiri unayasikia ambayo yanakupa hakikisho la kwamba Mungu anakwenda kugeuza maisha yako. Unakuta mtumishi wa Mungu anakutabilia, mtumishi wa Mungu anakutamkia ya kwamba Mungu anakwenda kugeuza maisha yako, anakwenda kugeuza majira yako. Hizo zote ni ishara kwamba Mungu anakwenda kuyageuza majira yako. Hizo zote ni ishara kwamba Mungu anakwenda, muda sio mrefu, majira yote yale anakwenda kuyageuza majira yako. Ishara ya namba 5, natamani tumalizie hapa, tutaingia katika maombi. Ishara namba 5 ni kwamba utakuwa na kiu ya kupanda viwango ndani yako. Utajikuta kwamba umechoshwa na yale majira yako ya sasa, na utataka sana ndani yako kupelekwa majira mengine. Ndio, hii ni ishara ya ndani. Utajikuta ndani ya nafsi yako, ndani ya roho yako, utajikuta kwamba hiyo hali ulionayo sasa haukubaliani nayo. Hayo mazingira ulionayo sasa yamekuchosha. Utajikuta ndani yako unapata msukumo wa kuingia majira mapya. Utajikuta ndani yako unataka sana kuhama majira. Hiyo ni ishara kwamba Mungu anakuingiza majira mapya. Hiyo ni ishara nzuri ya kwamba Mungu anakupeleka viwango vingine. Ukifunga kitabu kile cha Mwanzo sura ya 40 mstari 14, haya ilikuwa ni habari ya Yusufu. Andiko nasema kwamba wakati yule mkuu wa unyeshwaji ameachiliwa, anamwambia maneno haya ya kwamba ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii, na kunitoa katika nyumba hii. Yusufu alikuwa amechoka maisha ya gerezani. Yusufu alikuwa amechoshwa na majira ya gereza. Ndani yake akaanza kupata msukumo wa kutoka kwenye yale majira kwenda majira mengine. Na hiyo ilikuwa ni ishara kwamba Mungu kuna kitu alikuwa anakifanya nyuma ya pazia. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anakiandaa, kuna majira ambayo Mungu alikuwa anayandaa kwa habari ya Yusufu. Na kweli tunaona baada ya muda mchache Yusufu akatoka majira ya gerezani na kwenda majira ya ikulu. Mtu wa Mungu, utakapoona una kiu ya kuhama majira, unapoona una shauku ya kuenda viwango vingine, kupanda viwango kwenye maisha yako, kwenye uchumi, kwenye eneo la kazi unazozifanya, kwenye huduma, kwenye wokovu wako, kwenye maisha yako ya imani, kwenye biashara unazozifanya, hiyo ni dalili ya kwamba kuna majira mapya ambayo Mungu anatamani kukuingiza. Sio kawaida. Kuna mahali maandiko yanasema kwamba kutaka kwetu na kunia kwetu kwa ajili ya kulitimiza kusudi lake jema. Kwa utajikuta ndani yako unatamani kuhama majira, unatamani kuingia msimu mpya. Unajikuta hauridhiki na hayo majira ulionayo. Hiyo ni ishara kwamba you are about to shift a season. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, shauku ya kuhama majira ikawemo ndani ya moyo wako. Shauku ya kupanda viwango, kiu ya kupanda viwango vipya ikazaliwe ndani ya maisha yako, ili Bwana akupeleke viwango vipya katika jina la Yesu Kristo. Mteule wa Bwana, sasa tutaingia katika maombi. Natamani tukalitie jina la Bwana, tukamwambia Mungu maneno machache kwa habari na najua Mungu atatupa neema siku za usoni, siku ya kesho na siku ya kesho kutwa tutaendelea na haya maombi. Lakini natamani tunapoelekea mwishoni wa somo hili tukamwambie Bwana maneno machache kwa habari ya majira yetu. Yes, popote ulipo mtu wa Bwana, nenda mbele za Bwana sasa, paza kinywa chako, fungua kinywa chako, mwambie Bwana ya kwamba akabadilishe majira yako. Danieli, tumesoma Danieli ile sura ya 2 mstari 21 ya kwamba yeye ubadili majira na nyakati. Mtu wa Mungu, nenda mbele za Bwana sasa, mwambie Bwana akupe mgeuko wa kimajira. Kwenye maisha yako inawezekana unatamani mgeuko wa kimajira. Mwambie Bwana geuza majira ya maisha yangu. Mtu wa Mungu, omba, pray. Usinyamaze. Mwambie Yesu abadilishe majira ya maisha yako.
yako. Yawezekana familia yenu kuna nyakati ngumu mnapitia, kuna majira magumu mnapitia wakati huu. Mtu wa Mungu, nenda mbele za Bwana sasa. Mwambie Bwana akayageuze majira ya familia yenu. Yawezekana mwaka 2025 umekuwa mwaka wa taabu sana, umekuwa mwaka wa mapito sana, umekuwa mwaka wa shida sana. Mtu wa Mungu, pray sasa, nenda mbele za Bwana. Mwambie Bwana akageuze majira ya familia yenu. Rakasuva katalala baseke. Ninatangaza kama mtumishi wa Bwana, Bwana akageuze majira ya familia yenu. Bwana akageuza majira ya familia yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea mgeuko wa kimajira kwenye ngazi ya familia yako. Pokea mgeuko wa kimajira kwenye ngazi ya familia yenu. Omba mtu wa Mungu, usinyamaze. Unapoomba kuna kitu kinabadilika, kuna kitu kinatokea kwenye ulimwengu wa kiroho. Pray mtu wa Mungu. Mwambie Bwana, geuza majira ya familia yangu. Mwambie Bwana, nimechoka hali ya familia yangu. Nimechoshwa na hali ya familia yangu. Yawezekana ni uchumi wa familia yenu umekuwa wa taabu, umekuwa wa shida. Yawezekana ni hali ya kiroho ya familia yenu. Mwambie Bwana, nimechoshwa. Mwambie Bwana, natamani mgeuko kwenye ngazi ya familia yangu. Pray mtu wa Mungu, omba katika jina la Yesu. Pray. Unaposikia lugha inakuja ndani yako, usijizuie. Rakasuva kataya leko sana rabakosa rekataya rabasaya rataya na masute jekosaya kataya. Ninakutangazia katika jina la Yesu, Bwana akakupe mgeuko wa kimajira kwenye maisha yako. Bwana akakupe mgeuko wa kimajira kwenye kazi zako. Yawezekana kwenye kazi yako umekaa kwenye majira ya hiyo kazi kwa muda mrefu. Bwana anasema ya kwamba anakwenda kubadilisha majira ya kazi yako, anakwenda kubadilisha majira ya kazi ya mikono yako. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Mwambie Bwana sasa ageuze majira ya kazi yako. Baraka suvakata ya raba reko sakata ya raba reko sakata ya raba reko sikata ya nama. Pokea mgeuko kwenye eneo la ajira yako. Pokea mgeuko kwenye eneo la kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu Kristo. Yawezekane kwenye elimu yako, yawezekane kwenye masomo yako. Pokea mgeuko wa Bwana. Pokea mgeuko wa kimajira. Pokea mgeuko wa kimajira kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mteule wa Bwana, yawezekana umekuwa ukipambana kwenye masomo yako bila kuona matokeo. Bwana anasema ya kwamba anakwenda kukugeuza, anakwenda kugeuza majira yako ya masomo, majira yako ya elimu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea mgeuko wa kimajira. Mteule wa Bwana, ninaomba, ninatangaza hata kwa habari ya uchumi wako. Bwana akaachilia mgeuko wa kimajira kwenye uchumi wako. There about to be a shift of season in your economics, in your finance kwa jina la Yesu Kristo, in your business kwa jina la Yesu Kristo. Pokea mgeuko wa kimajira kwenye biashara yako. Pokea mgeuko wa kimajira kwenye uchumi wako. Kuanzia leo Bwana anakwenda kukuongeza. Bwana anakwenda kukuongeza. Bwana anakwenda kukuongeza kama Yabezi alivyoongezewa hozi yake. Bwana anakwenda kuongeza, anaenda kuongeza mtaji wako, anakwenda kuongeza biashara yako, anakwenda kuongeza kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea mgeuko wa kimajira kwenye huduma yako. Mtu wa Mungu, umekuwa ukipambana kwa muda mrefu kwenye huduma bila kuona matokeo. Ninatamka katika jina la Yesu, Bwana akaachilie mgeuko mpya kwenye huduma yako, akaachilia mgeuko mpya kwenye wokovu wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea mgeuko wa kimajira ya huduma, pokea mgeuko wa kihuduma, pokea mgeuko wa kiimani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho wa Bwana akakushukia, mteule wa Bwana. Roho wa Bwana akashuke kwenye huduma yako, akaachilia mgeuko kwenye eneo la huduma yako. Bwana akakufanyizia nafasi, Bwana akakufanyizia nafasi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yawezekana kuna majira ya ugonjwa yamekuwa yakikusumbua. Yawezekana kuna ugonjwa fulani wa moyo, ugonjwa fulani wa kisukari, ugonjwa fulani umekuwa ukikusumbua kwenye maisha yako. Umejaribu kupambana nao bila kupata matokeo. Mteule wa Bwana, ninakutangazia katika jina la Yesu, kama Bwana alivyogeuza majira, alivyogeuza uteka wa Ayubu, Bwana akageuze majira yako sasa. Pokea majira mapya ya uzima. Pokea majira mapya ya uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana akageuze matanga yako kuwa machezo. Bwana akageuze, akavue gunia lako, akakuvike vazi la furaha katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, magonjwa, mateso, dhiki, uonevu wa ibilisi, uonevu wa ibilisi hauna uhalali kwenye maisha yako. Pokea majira mapya, mtu wa Mungu. Pokea majira mapya, mtu wa Mungu. There about to be a shift of season in your health, kwenye afya yako, kwenye uzima wako. Pokea katika jina la Yesu. Pray mtu wa Mungu. Omba. Usinyamaze mtu wa Mungu. Usinyamaze mtu wa Mungu.
yako. Kuna kitu kinatokea kwenye ulimwengu wa kiroho. Pariko saya katele rakataya na masota reko saya na katele radia kataya la mando jekeseketele, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Jitabilie sasa, mtu wa Mungu. Ukifungua Ayubu ile sura 22 mstari 28, maandiko yanasema kwamba utakusudia neno nalo litathibitika kwako. Jitabilia sasa, mtu wa Mungu. Jitabilie mgeuko mpya kwenye maisha yako. Jitabilie mgeuko mpya kwenye huduma yako. Jitabilie mgeuko mpya kwenye afya yako. Jitabilie mgeuko mpya kwenye uchumi wako. Jitabilie mgeuko mpya kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye mahusiano yako. Pray, mtu wa Mungu. Pray, pray, pray. Usinyamaze. Jitabilie katika jina la Yesu. Unapojitabilia, unapoprophesy, kuna kitu kinazaliwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Mtu wa Mungu, nena katika jina la Yesu. Tabiri katika jina la Yesu. Pray in the name of Jesus. Tabiri mgeuko mpya wa kimajira. Mwambie Bwana, majira mapya yatazaliwa kwenye maisha yangu. Sema, mtu wa Mungu, jitabilie. Sema, ninaingia majira mapya. Magonjwa ni mwisho. Uonevu wa adui ni mwisho. Maskini ni mwisho kwenye maisha yangu. Pray. Usinyamaze, mteule wa Bwana. Mtu wa Mungu, omba. Kwenye kazi yako mwambie, uonevu kwenye kazi yangu ni mwisho. Mtu wa Mungu, pray katika jina la Yesu. Ninakuombea Bwana akakupe mgeuko mpya kwenye maisha yako, akalete majira mapya, majira ya utukufu, majira ya baraka, majira ya uzima, majira ya kuinuliwa, majira ya kusimama, majira ya kuonekana, majira ya kuinuliwa juu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea hiyo neema, mtu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Asante Kristo. Haleluya. Asante Bwana. Umetenda Jehova. Utukufu na uweza ni wako. Tunarudisha utukufu kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Haleluya, mtu wa Mungu. Shangilie Bwana kwa maneno yako. Bwana amekupa ushindi. Bwana amekupa majira mapya. Mwadhimishe Bwana. Amen.